Mashindano hayo ukijaribu kuangalia kuna zawadi ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya washiriki lakini pia washindi, ambapo kwenye swala zima la kuchukua fomu, mshiriki yoyote atakayeshiriki atachukua fomu kwa shilingi 5,000, lakini pia atapata ofa ya kupewa t-shirt maalum kwa ajili ya mashindano haya. Lakini ningependa kukudokeza, pengine una ndugu yako jirani ana wasiwasi, anajua pengine hapa tunafanya michezo. Kuna zawadi ambazo zitatolewa kwa washindi wetu, ambapo mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 2. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 1,500,000. Mshindi wa tatu atapata shilingi 700,000. Mshindi wa nne mshindi wa tano atapata shilingi 500,000. Na mshindi wa tatu ni milioni 1. Mshindi wa kwanza atapata milioni 2. Wewe sasa, jirani yako, rafiki yako, mshikaji wako kapata milioni 2, utamshauri cha kwake? Kitu ambacho nitamshauri kwamba imetokea ndio kashinda shindano lenyewe, nitakachomshauri maana yake ni kwamba asitumie fedha tofauti na malengo aliyojiwekea. Binafsi unajua vijana tuna mambo mengi. Mtu umeshakuwa mkubwa, kwa cha kufanya aangalia focus na maisha. Ni mtaji mkubwa sana, shilingi milioni 2 ni pesa nyingi ambayo akiendeleza hakika anatoboa. Unapenda kumwambia nini sasa Mheshimiwa Ferguson baada ya kuwa ameandaa shughuli? Vijana wamtumie vizuri. Ana fursa nyingi, kwa hiyo atawawezesha watafika mbali. Miongoni mwa bila shaka, kwanza nipenda kumpongeza Mheshimiwa Ferguson kwa kuleta mashindano haya. Kozi anawapa fursa vijana kuonyesha vipaji vyao, kuonyesha uwezo wao, lakini pia anawashika mkono katika kusukuma gurudumu na anaunga pia mkono nguvu na jitihada za Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli nampongeza, asante sana kwa hilo. Taarifa kwa ajili ya kueleza kuhusu tamasha la Mheshimiwa Ferguson, ambapo tumetembelea kijiji cha bodaboda hapa nje hapa na Rugunga. Tunataka kupata maoni matatu kutoka kwa ndugu zetu, nao wanazungumziaje kuhusu shindano hili. Kuna bwana mkubwa hapa atatuambia anaitwa nani, lakini pia atatuambia anaweza kusikia shindano hili na nini anawashauri vijana kuhusu shindano hili. Asante ndugu mheshimiwa. Mimi kama mmoja sauti ni mwenyekiti wa baraza la wazee hata ushauri cha mdogo mdogo. Nafikiri vijana wote wamesikia, wale wenye uwezo na wenye kipaji cha kuweza kudansi, kuimba, hata kuchekesha pia, pengine wanaweza kujitokeza. Wana ameshasema 5 pale sio pale na sheria Maganga, shilingi 5,000 form. Pia wanapewa na t-shirt. Na vijana na maendeleo. Nadhani vijana wengi hawajajua kwamba shindano hili lengo lake kubwa ni nini. Shindano hili lengo lake kubwa ni kuibua vipaji vya vijana ambao viko mtaani kwetu, lakini kwa macho tuvioni. Vijana wanapata nafasi hawahi kuchukua fomu ili aweze kuonyesha. Kijana kama anaweza mbali achukue fomu mapema, maana akichukua fomu mapema itakuwa ni fursa yake ya kufanya mazoezi hapo hapo, maana hii Ferguson iko mbele hapa na kipaji kweli kweli. Unaweza mkamchukua mkampeleka hata Afrika kule kwenda kujionea. Ni kweli umezungumzia swala la kwamba kipaji kimegeuka kuwa ni sehemu ya kipato. Kweli Mheshimiwa Ferguson ameliona hilo, ndio maana kwenye mashindano haya mshindi wa kwanza, ngoja nikuibie siri. Mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 2. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 1,500,000. Wa tatu atapata shilingi milioni 1. Wa nne atapata shilingi 700,000 na wa tano atapata shilingi 500,000. Wewe sasa ndio umeshinda milioni 2. Utafanya nini cha kwanza? Shindano kama hili kwa kweli, kama nikishinda mimi kama niite wakala Fasiano, nikishinda mimi kama milioni 75 na kuendelea kule juu, mimi katika familia yangu kujijengea kama biashara tu ya kwamba tufanye biashara. Tuko mtaani na leo hii tumetembelea hapa kwenye kijiji cha bodaboda. Tumekutana na washikaji wetu wa nguvu kabisa ambao wanapiga harakati zao kwa ajili ya kutafuta riziki. Nao pia wamesikia festival ya Mheshimiwa Ferguson. Kama na wao tusikie wanasema nini kuhusu festival hii. Kaka, unaitwa nani kwanza? Naitwa Balotelli. Bwana
Huyu ni Mr. Balotelli. Cha kwanza la kipaji. Live. Najua hapa mpira umelala, si ndio? Nadhani umesikia kuhusu festival ya Mheshimiwa Ferguson. Unazungumziaje kuhusu shindano hili? Tumelisikia, lakini kwa sababu namna gani ile sawa, tumelisikia wamelitangaza kama kawaida sawa, lakini kwa sababu hapa inaonekana hapa mwenye kipaji, lakini mwenye vipaji kidogo mtaani kidogo tunawajua sawa. Kwa hiyo itakuwa ni jukumu letu sisi kwenda kuwaelekeza kwamba namna gani sawa, kwamba vipaji gani, kuna vipaji 1 2 3 sawa. Kwa hiyo issue ndio hiyo. Kwa hiyo sisi tutajitahidi kwenda kuwaelekeza ambao tunawafahamu kwamba huyu hapa ana kipaji fulani, huyu hapa ana kipaji fulani, kwamba kuna shindano. Nadhani umekuwa ukisikia namna watu wanaponufaika na vipaji vyao. Tumekuwa tukiona watu mbalimbali ambao wamekuwa kutoka kanda zetu. Tumeona Nyanda Kabudi ametoka Bukombe, lakini hivi sasa tunaendelea na hamasa hii ya mashindano ya Ferguson ambayo ameandaa kwa ajili ya kutambua vipaji vya vijana wetu. Wewe ni miongoni mwa wazazi ambao umekuwa ukishuhudia vijana wengi wana vipaji, lakini wamekosa sehemu ya kuvionyesha. Hivi sasa Mheshimiwa Ferguson amelitambua hilo na kuleta mashindano ambayo kila kijana ataweza kuonyesha. Unawashauri nini vijana ili waweze kuonyesha? Tukianza na jina lako kwanza. Kama vijana wenzangu, mimi nachowashauri Mwezi mtukufu sasa, sababu unaojiwa watu hapo, unajua nini, mimi kuna kipindi fulani nilikuwa niko busy kwa mahitaji mbalimbali. Kama vijana wengine jamaa wakaja wakanita hadi tuko mtu anapiga mkono wakana ni wao kuimba. Kama uwezi unaweza kuna uwezi, lakini kama una beba bali kwa kazi yako hamasa kwamba wajitahidi kupambana, wakipata kazi wanaendeleza. Kwa kama wadhamini wakipatikana, tunahitaji kama udhamini wa kudhamini kama wanaweza